mtazamaji, karibu tena na shukrani kwa kuendelea kusalia nami ndani ya KTN News kwenye sehemu hii ya Jarida. Kumbuka tunaendelea kufuatilia lile kongamano la ugatuzi awamu ya 8 linaendelea katika kaunti ya Uasin Gishu kule kwenye mji wa Eldoret. Tukiwa tunaangalia tunakutathmini safari ya miaka 10 ya ugatuzi. Tutakuwa tunarejea kule ndani muda usiokuwa mrefu kuendelea tu kusikiliza ni yapi ambayo yanajiri na vile vile kufuatilia mijadala inayoendelea, na wakati wote kutoka sasa tutakuwa tunasubiri pia vile vile ile hotuba ya naibu ya kinara wa upinzani Raila Odinga ambaye atakuwa anazungumzia kongamano lile. Vile vile tutakuwa tunatarajia kesho, iwapo kongamano hilo litakuwa linakamilika kesho, basi tupate hotuba kutoka kwa naibu rais Rigathi Gachagua kutamatisha kongamano hilo. Hapa ndani ya studio nimeungana na Mheshimiwa Basil Robert ambaye ni mbunge wa Yatta kujaribu kutathmini safari ya ugatuzi, kuangalia baadhi ya masuala yaliyozungumziwa na kugusiwa jana kwenye hotuba ya Rais William Ruto alipokuwa anazindua rasmi kongamano hilo. Karibu sana Mheshimiwa, na shukrani kwa kufika katika studio zetu. Asante sana, nashukuru kwa kunialika. Naam, karibu. Tukiangalia moja kwa moja hotuba ya Rais William Ruto jana alipokuwa anazindua rasmi kongamano hili la awamu ya 8, ikiwa tunaangalia na kutathmini safari ya miaka 10 ya ugatuzi. Alitoa kongole katika safari yenyewe na kusema tu imekuwa na mabadiliko makubwa katika kubadilisha tu vile vile taifa la Kenya na pia kufikisha zile huduma na maendeleo katika sehemu ambazo zilikuwa zimeachwa nyuma. Lakini pia kuna changamoto mojawapo ikiwepo ni zile za kuchelewa kwa fedha za kaunti na ule mgao wa fedha katika maeneo ya ugatuzi. Hili safari hii rais alikuwa anasema limeshughulikiwa na fedha zimefika kwa wakati, lakini fedha zenyewe zinatosha kuweza kutimiza shughuli ya ugatuzi katika maeneo yale 47? Sidhani kama hela inatosha kwa sababu tayari hela ambazo kaunti unapata kuna tata kidogo, kwa sababu hela nyingi na gharamia mambo ya mishahara badala ya kwenda kwa mambo ya maendeleo, na hapo ndio kuna tatizo kubwa sana kwa mambo ya ugatuzi. Naam, tunaposema hela nyingi zinakwenda kwenye mshahara, inamaanisha hatukuitathmini sehemu hii ya mishahara katika mgao wa fedha kwenye ugatuzi. Tuna wafanyikazi ambao labda tungewapunguza, ama shida iko wapi? Kwa sababu kuna baadhi ya kaunti unapata zina wafanyikazi hewa ambao hawapo, wale ghost workers, na wapo kwenye ratiba ya mishahara, na inaweza kuwa pia ni sababu moja ya kuchangia fedha hizi kwenda kwenye matumizi ambayo hayajapangiwa. Nadhani hiyo mambo ya kuwa na ghost workers yanachangia kwa hali kubwa sana kwa mambo ya kuwa na hela zinaenda kugharamia mishahara, na unapata maendeleo la kidogo sana inaenda kwa upande wa maendeleo. Kwa hivyo ni vizuri wafanye inaitwa ufuatiliaji na tathmini, inaitwa monitoring and evaluation, kuangalia kwamba kama ni wafanyikazi ambao wako kwa county wanahitajika ama hawahitajiki, na kama idadi ya wafanyikazi waliopo ile kazi wanaoifanya ikuwe pia ina faida. Usije umeajiri mtu na hamna faida ambayo inapatikana pale. Kwa sababu ni vizuri hela nyingi ende kwa maendeleo kuliko kwenda kwa mishahara peke yake. So kukuwe na usawa fulani pale. Naam. Ukusanyaji wa ushuru wa kaunti pia limekuwa swala lingine nyeti, kukiwa na ufisadi kati yake pia ukichangia pakubwa kuweza kufikisha kile kiwango ambacho kinatarajiwa kwa kila kaunti. Na ni kitu ambacho pia rais alikitaja jana kwamba anataka kaunti ziweze kujisimamia. Nafikiri pia ndio kauli mbiu ya kongamano la mwaka huu, kuziwezesha kaunti kuzalisha zaidi katika uwezo wake. Hili linawezekana, na iwapo litakuwa linawezekana, ni mianya ipi ambayo inafaa kuzibwa kuhakikisha linafaulu? Tukisema ufisadi hatuwezi sema kama upo, ufisadi upo. Lakini mbali na ufisadi ni vizuri ile hela iwekwe ama iangizwe iweze kuwezekwa kwa miradi ambayo inazalisha pesa. Mara nyingi unapata hela nyingi ambayo imeenda kwa county imewekwa kwa miradi ambayo ni miradi imelala. Tunaweza sema ni kama dead projects. Ni mradi kama unasema umebadilisha, umejenga maofisi, yale maofisi hakuna hela ambayo inarudi pale. Sasa ukijaza kama unagharamia unataka kutumia hela ya county, ni vizuri hela ingewekwa mahali inazalisha. Kwa mfano angeweka hela kwa kilimo. Ukiangalia sasa kuna mabawa ambayo yangejengwa na hela nyingi ya county, na wakijenga yale mabawa maji yaweze kutolewa kwa mito ikuwe directed ama yaweze kuwekwa kwa yale mabawa. Hiyo ni njia moja ambayo ingefungua uchumi wa county na iweze kuongeza hali ya kukusanya yale ya county. Sasa hivi miradi ambayo mingi imegharamia hela kubwa ni miradi ambayo haizalishi pesa. Na ni kama umefungia hela mahali, na ukifungia hela unatarajia watu waendelee
kulipa ama kusanya hela, utakusanya kutoka wapi? Kuna mandini pia, kuna makaunti ambayo yako na mandini, yao mandini pale hayatumiki. So hela ni vile hela ya kaunti haijatumika kwa njia ambazo zingezalisha pesa. Hiyo ndio ile naweza sema ilikuwa tatizo kubwa ambao tunaweza kujifunza kwa hii kipindi cha miaka 10 ambacho kimeweza kupita. Na tukiangalia mfumo wa ukusanyaji ushuru wa kaunti, unaweza kuzungumzia vipi? Tumeona huduma nyingi zikifanywa kuhamishwa kwenye mfumo wa kidijitali. Hili linaweza kutumika vipi, mfumo wa kidijitali kuweza kuboresha zaidi labda ukusanyaji ushuru? Uwekwe kwenye mfumo wa kidijitali, unaweza kupunguza ufisadi, ama uachwe kama ulivyo? Ama labda pia tuweze kuleta huduma za shirika kama la KRA ama tume kama ya KRA kuweza kuhakikisha kwamba mamlaka hii inasimamia labda ukusanyaji wa ushuru katika maeneo ya kaunti. Lipi lifanywe hususan? Nafikiri kutumia dijitali ni njia moja ya kupunguza ufisadi. Sasa hivi tunajifunia kuwa na M-Pesa. Hela kama kungekuwa na pay bill na uweze kuwa na digitali, kukuwa na dashboard ambazo zinatuonyesha kidadi ama idadi ya pesa ambayo imekusanywa. Pale inaweza changia kwa watu wakubwa sana kuweza kuboresha ukusanyaji wa pesa ya kaunti. Lakini bila kutumia ama kuweza kuboresha ukusanyaji wa pesa mingi inapotelea kwa mifuko ya watu wachache. Na pale huo mfumo wa digitali ningesema unafaa waweze kudhibiti kuliko kuutoa. Kwa sababu wakijaribu wautoe ndio wataharibu mambo zaidi, na utapata hela nyingi. Wale watu wanatembea na makaratasi, marisiti, wanakatisha pesa, huwezi jua kama inaenda kwa ofisi ambazo zinastahili ama ingia kwa mifuko ya watu. Kwa hivyo mambo ya digitali mimi naunga mkono kabisa. Tukisalia kwenye masuala ya digitali, Rais alizungumzia na kusisitiza kuboreshwa ama kuzinduliwa kwa vituo vya digitali, hizi digital hubs kwenye kila wadi, na akiwa anasukuma zaidi wawakilishi wadi kuhakikisha basi maeneo yao hayakosi vituo hivi. Akilizungumzia hili alikuwa anaangazia masuala ya ajira. Vijana limekuwa pia ni swala ambalo linatoa changamoto kubwa katika kuweka nyuma maendeleo. Hili linaweza kuboreshwa vipi katika kuwepo kwa hivi vituo vya kidijitali? Ukipeleka vituo vya digitali kwa kaunti ama kwa zile vitongoji ukipeleka pale utakuwa umefungua nafasi za ajira kwa vijana. Na sasa hivi tuna ICT Authority of Kenya. Tayari unapata wakishirikiana nao wanaweza kufungua ajira kwa vijana ambao wengi ni wale wanategemea internet ama digital process waweze kupata ajira. Kwa sasa hivi ajira imekuwa tatizo kubwa kwa nchi letu. Na kama ugatuzi ni njia moja ya kufungua nafasi za ajira kwa vijana. Kwa hivyo ama kuweza kuleta mpangilio wa kuleta digital hubs kwa mambo ya county, mimi tayari nasema hapo Rais aliongea vizuri, na ni vitu ambazo ICT Authority wanafaa washirikiane nao. Lakini bado akifanya hivyo tunaongea mambo ya free wifi, kwa sababu ukifungua uweze kuleta digital hubs na kukua kuna internet ama wana ile data bundles, inakuwa tayari ni changamoto. Vijana wenyewe hataweza kupata kazi ama hataweza kujiendeleza kuweza kupata, wakipewa ajira kuweza kufanya ile kazi ambayo wanatarajiwa kufanya. Tukiangalia vile vile swala la wawakilishi wadi wa MCAs, Rais akiwa anasema yupo tayari kufanya kikao na wao, kukaa chini kusikiliza maoni yao kuhusiana na kupeleka mbele ugatuzi, akitaja kwamba wao ni kiungo muhimu cha kufanikisha ugatuzi. Kumekuwa na hoja ya kuwepo kwa mgao wa fedha za maeneo ya wadi. Sijui kama mbunge unalichukuliaje hili? Huenda likawa miongoni mwa masuala ambayo Rais atakuwa anayazungumzia, likiwa ni miongoni mwa masuala ambayo wao kama wawakilishi wadi wamekuwa wakililia kwa muda. Nadhani kukuwa na pesa iweze hiyo ungawaji wa pesa kwa wadi ni njia moja la kuweza kuwapa nguvu wale MCA na pia kuwa na nafasi mzuri ya kuweza kutumikiza ama kuleta usawa kwa mambo ya ungawaji wa pesa kwa county. Kwa sababu sasa hivi unapata kama ni gavana mara nyingi yako na yeye ndiye anasema hela ngapi nitapeleka eneo fulani. Lakini kukiwa na hiyo hela ambayo itapelekwa kwa ward, ikue kama ni ward administration wako na hela fulani, hiyo inasaidia kuleta usawa kwa mambo ya constituency na pia kwa mambo ya ward. Kwa hivyo nafikiri hiyo ni wazo nzuri kwa Rais, na kama ni mpangilio ambao tayari
wamekuwa wakiongelea kwa muda. MCA pia kwa kisheria tumejaribu kuona namna tunaweza fanya pia wao waweze kuwe na ward administration fund ambayo inatumika pia kusaidia kwa ward level kuleta usawa, kwa sababu sasa hivi hela inakuja kwa county, lakini hatuwezi jua kama kila ward inapata hela sawa ama kila constituency. Naam. Pia swala lingine ambalo liliibuka ni kuwepo kwa kaunti na magatuzi kuweza kujitosheleza, akitaja kwamba tunafaa kuwa tunazalisha zaidi, akihitaja kuwepo kwa mafuta ya kuzalishwa kwenye maeneo tofauti tofauti kulingana na vitu vinavyopatikana maeneo yale, ikiwa ni vitu mbalimbali, iwepo ni zile mbegu za simsim, ni avocado, kuna mafuta ya kupikia mengi ambayo yanaweza kutokana na bidhaa hizi. Kwa nini kufikia sasa miaka 10 baadaye kaunti ama magatuzi hayajaweza kujitosheleza na kutumia mbinu za vitu ambavyo wanajulikana navyo? Kwa mfano, iwapo ni upande ule wa magharibi, tunaona kule kuna uvuvi unaendelea kwa hali ya juu. Kwa nini eneo lile lisiweze kuzalisha zaidi kufuatia uvuvi? Ikiwa ni eneo la pwani, kwa nini lisijulikane na kuzalisha zaidi uchumi kutokana na labda utalii? Ni yapi ambayo yametuweka nyuma katika kuwafikia haya? Hilo ni swali nzuri. Nafikiri mwanzo kwanza kabisa ni mambo ya elimu. Unapata MCA wengi hawana elimu, hawana ujuzi. Wengi wanachaguliwa kwa sababu labda mtu alikuwa anaongea vizuri ama anashinda na wananchi. Ni vizuri tuweze kuleta mikakati ya kwanza, kama ni mambo ya elimu ipelekwe ama ikuwe ni minimum qualifications, na pia mambo ya uzoefu ile inaitwa experience. Kwa sasa hivi unapata bila hilo hao ndio ni kama hii ni kamati ile ya ndani ile ya county pale, MCAs ni wanakuwa kwa National Assembly, na hiyo ni kama kamati, wanafanya mapendekezo, wanamshauri governor, wanasema kama ni mambo ya kujitegemea wajitegemea. Mambo hayo angefanywa kama tungekuwa na ile team, ama ile kama ni governor akuwe na viongozi ambao pia wako tayari na wanaelewa wanafaa kufanya nini. Kwa sasa hivi ukiangalia umesema mambo ya uvuvi pande ya Nyanza, Western region. Ukienda pande ya mashariki kuna mambo mengi, kuna mashamba ambayo yangetumika kwa mambo ya kilimo, kuna mandini. Nikiangalia kama pande ya Machakos tuna mandini mengi, kuna mawe ya balas, kuna granite stones, kuna marble stones. Ukienda pande ya Taita kuna tanzanite na mambo mengi pale, kuna mandini mengi. Kama mpangilio ama kama ungekuwa na kama governor angekuwa na support ambao wanahitaji, kuwe na MCA ambao wamesoma, wako na experience, na waweze kufanya majadiliano na prioritization. Hela itumike kuzalisha, ambapo mimi nilisema bila hela kuzalisha unapata mambo yanakwama. Na kwa sasa hivi tunatarajia kaunti zikuwe zimejisimamia, lakini zitajisimamia na muda gani kama hela inatumika kujenga maofisi peke yake na kulipa mishahara? Itakuwa ni kama kikapu, unaenda kuchota maji na kikapu kimetoboka. Unamwaga hela lakini pesa irudi. Hapo ndio kuna tatizo kubwa zaidi. Kumekuwa na nafasi nzuri pia ya kutumia uwekezaji, hususan uwekezaji wa nje ya nchi na hata ndani ya nchi katika kuwa na mikataba na magatuzi. Hili tumelitumia vya kutosha ndani ya miaka 10 tukitathmini tu safari hii yote? Siwezi sema kwamba tumetumia investors kwa njia ambayo tunastahili ama njia ambayo inatakikana, kwa sababu investors ndio kuweza kuweka hela yao. Lazima waangalie pesa wakiweka pale, hiyo hela itatumika namna gani. Itakuwa ngumu sana ya investor kukupa hela ulipe mishahara. Na hapo ndio kumekuwa tatizo kubwa sana kwa kipindi cha miaka 10 ambacho kimepita. Kwa sasa hivi ni wakati wa sisi kama inji tuweze kujifunza mambo ambayo yametekelezwa kwa miaka 10, tujue ni namna ya kubadilisha mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya. Ukiangazia sasa hivi kaunti nyingi zimepokea kiasi ya bilioni 100 kwenda juu. Nikichukua idadi kama kwa mwaka moja kaunti wanapata bilioni 5 kwenda juu. Hesabu kaunti kwa miaka 10, hiyo ni karibu bilioni 100. Wengine wamepata bilioni 10 kwenda juu. Kwa hiyo ni hela ambayo kama ingetumika vizuri kwa njia za kuzalisha pesa, sasa hivi tungekuwa tumejitegemea. Lakini inakaa kuna mambo ambayo tunabidi tuyafanye, na ndio nilisema kufanywe
ufuatiliaji na tathmini, monitoring and evaluation, tuweze kujua namna pesa imetumika kwa kaunti, baadhi ya mambo ambayo yameenda vizuri na yale yameenda vibaya. Tuweze kujifunza vizuri, tuweze kufanya mabadiliko kwa kipindi ambacho kinakuja. Asante mtazamaji, huyo ni mbunge wa Yatta Basil Robert ambaye namhusisha katika kikao hichi cha mazungumzo hapa ndani ya Jarida. Kuhusiana tu na tathmini ya ugatuzi na miaka 10 ama safari hiyo ya miaka 10, takuwa pia tunaendelea kupiga jicho kule kwenye kaunti ya Uasin Gishu mjini Eldoret, kujaribu tu kufuatilia yanayoendelea kule katika kongamano la ugatuzi ya awamu ya 8. Na kwenda kwenye pumziko fupi, nitakaporejea nitakuwa nazamia mazungumzo haya zaidi. Usiende mbali. KTN News. Get the whole story. Wewe, weekend ni ya kazi. Beba, weekend ya kazi wewe. Weekend ya kazi. Weekend ya kazi. Zima na washe. From 1st August, upgrade to the brand new Super Plus package to enjoy all the Premier League action and much more. Go TV. Love it. Tasnia ya wanahabari nchini Kenya ni sekta ambayo inayokuwa kwa kasi ambayo inakuwa na ushindani wa kila aina kila siku. Lipo, natumai mlikuwa na siku njema. Leo ni Jumatano, bila shaka ukimwona. Mimi ni Ali Manzu na hapa KTN News bila shaka tunakuletea taarifa ambazo zimehaririwa kwa viwango vya juu ili kukupa ufahamu wa kinachoendelea sio Kenya peke yake, Afrika Mashariki na ulimwengu kwa ujumla. Tegea taarifa za KTN News kwa taarifa za uaminifu. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Kwa miaka mingi tumekuwa tegemeo kwa nchi nzima kwa habari za kuaminika. Matukio katika nyanja zote za maisha. Siasa. Nyinyi ndio mlipiga kura. Sisi tunataka amani. Usalama. Nitakuwa tayari kutoka saa 6 ya usiku. Mahakamani. Michezoni. A world record. Naona imekuwa ni punishment. Kwa wakati ufaao, na ndio maana tunajiboresha hata zaidi. Kwamba sasa KTN leo itakuwa ikikujia kwa matao ya juu. Sisi ndisi. KTN News. Get the whole story.
Marhaba, shukran kwa kuendelea kusalia nami hapa ndani ya KTN News na kwenye sehemu hii ya jarida. Naendelea tu kutathmini miaka 10 ya ugatuzi. Safari imekuwaje, changamoto ni zipi na vile vile kesho yake ipoje. Tunaangalia vile vile kule Eldoret ambapo kongamano la ugatuzi awamu ya 8 linaendelea, tukiwa tunatarajia muda wote kutoka sasa kupata hotuba ya kinara wa upinzani Raila Odinga akizungumzia changamoto na vile vile mafanikio ya ugatuzi, akiwa ni miongoni mwa viongozi waliopigania kuwepo kwa katiba mwaka 2010 na ndio iliyoleta ugatuzi na maeneo hayo ya ugatuzi 47. Ndani ya studio nitakuwa nahusisha Edwin Kegoli ambaye ni mtaalamu wa sera na mchanganuzi wa masuala ya siasa katika mjadala huu, na vile vile nilikuwa nimeungana awali na nitakuwa naendelea kumhusisha Mheshimiwa Basil Robert ambaye ni mbunge wa Yata. Naam, tukirejea kwenye mazungumzo ya kutathmini safari ya miaka 10 ya ugatuzi na tukiangazia zaidi masuala yaliyoibuliwa na rais jana katika hotuba yake, miongoni mwao ni ajira kwa vijana, akiwa amesisitiza kuwepo kwa nafasi za ajira hata kwenye mataifa ya nje kutoka kwa vijana humu nchini. Hili linawezekana vipi? Tukiangalia hususan kumekuwa na changamoto tunapoangalia vijana ambao wamekuwa kienda kazi kufanya zile nchi za Uarabu, na ni kama tumeshindwa kuweza kuweka salama na pia kudhibiti hali yenyewe. Litakuwa linafungua mianya gani ya kutuweka hatarini kama vijana, na pia kama ipo mianya inaweza kuboreshwa vipi? Asante, nashukuru kwanza kwa watazamaji wetu kwa pia kunipa fursa ya kuweza kujumuika pamoja nanyi siku ya leo. Katika suala la ajira katika taifa letu la Kenya, utataka kuzingatia kwamba kwa wakati mwingi tumekuwa tukipeleka vijana wetu katika vyuo anuwai, vyuo vikuu ili waweze kuhitimu na kupata kazi mzuri. Na hiyo ndiyo imekuwa dhana. Lakini suala ambalo limekuwa na changamoto ni kwamba wakati ambapo wanahitimu katika yale masomo yao, wanapata hali ya uchumi haikui kwa kasi kuweza accommodate hao katika employment sector. Unapata kuna wale ambao wamehitimu vizuri na grade mzuri, lakini wanafanya kazi ambazo haziwasaidii kuendeleza ile riwaza yao ama ari yao katika maisha. Ndiposa unapata wengine wao wanaenda katika mataifa ya ugaibuni, wanakumbana na changamoto kule si haba. Lakini sasa katika suala ambalo tuko nalo la ugatuzi, both national government na county government zikiweza kufanya kazi kwa pamoja, kuona kwamba tuseme kama county ya Nairobi, county ya Vihiga, county ya Makueni iko na graduates wangapi ambao wako na ujuzi ama wakitaalam fulani, wangapi wako na ujuzi mwingine, ili hata tukiwapeleka katika mataifa ya ngambo tunawapeleka kama wataalam, na wakienda katika misingi hiyo unapata chances za wao kupiga hatua kimaisha zinakuwa rahisi kushinda kuwapeleka bila stakabadhi zozote ama bila njia ya kitaalam. Na taifa letu la Kenya ni taifa ambalo ukitazama katika statistics za Afrika ni taifa ambalo liko na ubunifu wa hali ya juu. Actually Kenya ina rank among top 5 in terms of most innovative, na hata hujazungumzia mambo ya entrepreneurial abilities. So vijana wetu wako na huu uwezo, lakini wanakumbana na changamoto ambazo zinawazuia na zinaweka vikwazo katika ile juhudi zao za kusonga mbele. So serikali ikiweza, na nafurahia mheshimiwa yuko hapa, katika yale masuala ambayo yanapita katika bunge yanaenda katika executive, yatengenezwe kama policies and legislation, yanasaidia katika kumake sure kwamba wakati ambapo tuna graduate 400,000 youth wanakuja kwa market ambayo inaweza kuabsorb wangapi, na tunatengeneza nafasi zingine za kibunifu ngapi ambazo zitawasaidia kuweza kujikimu kimaisha, kwa sababu ukiwa tu umehitimu katika taifa letu la Kenya na hauna cha kufanya, kidogo unapata vijana wanaanza kuwa frustrated, wanajipata katika njia panda ya kwenda kwa njia ambazo kidogo zinakuwa za uraibu, so wanapoteza focus kwa maisha. Ndiposa unapata taifa letu hatupigi hatua kulingana na kasi ile ambayo vijana. Naam, asante. Mheshimiwa, wewe ni kijana na masuala ya vijana kutokuwa na ajira ndio yamekuwa yapo kwenye mjadala miaka nenda miaka rudi. Kutafuta nafasi mbadala za mataifa ya nje vijana wa Kenya kufanya kazi, ni swala ambalo linaweza kutibu ugonjwa huu ama litakuwa bado linaacha mianya ya kuwepo kwa changamoto zaidi? Tukiangalia kwamba vijana wengi ama tuseme youths hawana ajira nchi yetu ya Kenya, ni jambo ambalo linakera sana. Na kujaribu kuwapeleka nchi za nje kwenda kutafuta kazi,
tunaweza jipata tumeingia kwa mambo ya ukoloni mambo leo, modern slavery. Ni vizuri tuangalie, kuna nchi nyingi ambazo zimetafuta namna ya kufungua ajira kwa vijana. Si lazima tuanze kupeleka vijana nje za nchi. Tunaweza fungua nafasi za ajira hapa hapa. Kwanza tumalize mambo ya ukabila. Tuweze kuleta investors, factories, tujaribu na investors ndio tuweze kuwaleta. Lazima ulete mazigara ambayo yanawaruhusu investors kuleta pesa zao ama kuwekeza hela kwa nje ya nchi yetu ya Kenya. Wakiweza kufungua factories, zitafungua nafasi za ajira. Kibaki ambaye ni rais mstaafu na marehemu hayati, tunaweza muita hayati kwa Kiswahili sanifu, alijaribu sana, alipiga hatua kubwa sana kwa mambo ya elimu. Lakini mahali tulikosea, tukafungua nafasi kubwa za universities za kuwa nyingi, tunatoa vijana wengi, lakini hakuna nafasi za kuweza kuwapokea ama kuwa absorb. Pale ndipo tulikosea kidogo. Unapata vijana wengi wanatoka mashule, wana certificate, lakini hakuna nafasi za ajira. Sasa ni njia moja ya kufungua ajira ilikuwa ugatuzi. Lakini unapata sasa hivi ugatuzi, wengine ni ghost workers, wanalipwa, mishahara inalipwa mingi, hakuna njia ya kuzalisha pesa. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tunahitaji kuyafanya. Kenya tuna nafasi kubwa ya kuweza kufungua ajira kwa vijana wetu. Nchi nyingi za nje zimeweza kufanikiwa kwa hilo. Kwa nini sisi tusifanikiwe? Naam. Na asante mheshimiwa. Kevin, wewe ni kijana, ukitathmini miaka 10 ya ugatuzi, imemfaidisha kijana, na kama imemfaidisha au haijamfaidisha ni kwa misingi gani? Pahali ambapo nipo, ninaona ugatuzi tumeweza kupiga hatua kadha wa kadha. Na nikizungumzia masuala kama ya access roads, before ugatuzi ukuje kulikuwa na shida ya kutengeneza njia zile access roads katika rural areas. So wakati huu utapata county governors ambao wamejaribu kufungua haya maeneo ili yaweze kurahisisha usafirishwaji wa bidhaa na pia katika binadamu. So ukitazama mambo ya afya ambayo ni devolved function, kaunti zetu pia zimejaribu kupiga hatua katika kuwezesha zahanati hizi kuwa na madawa na vile vile kuwa na wauguzi wa kutosha ambao watasaidia kutoa matibabu kwa wananchi ambao watakuwa wanaenda katika mahospitali zile. Ingawaje hakujakosekana na changamoto ambazo ni kawaida katika society yoyote ile, lakini urahisi wa kuweza kuaddress the challenges ambazo zimekuwa ndio swala ambalo bado tunakumbana nalo, kwa sababu baadhi ya magavana wamekuwa wakikuja wakilama ya kwamba serikali kuu haijakuwa ikitoa mgao kwa makaunti katika wakati ufaao ili kuwezesha mipango ya kaunti kusonga mbele. Lakini sasa serikali kuu pia hii ya William Ruto naona inajaribu kutoa mgao huu kwa wakati ambao unafaa, lakini pia haijakosa changamoto zake. Lakini sasa kama taifa lazima tushikane mikono, tusonge mbele, tuone ugatuzi utaendelea kuimarika aje katika masuala haya ya ajira. County government ndizo ziko at the doorstep ya service delivery, na county hizi kuna baadhi zimekuwa zikileta initiatives ambazo zimekuwa zikisaidia kuleta ama kuainisha masuala ya ajira ya kupatia vijana hata interim working terms waweze kupata kipato. Na wakati ambapo serikali ama taifa linakumbana na tuseme kama issue ya high unemployment, katika mambo ya kiuchumi kuna kuwa na deliberate programs ambazo serikali kuu na vile vile serikali za county huenda zikaanzisha ili watu waweze kupata ajira, iwe ni ya muda ama kipindi fulani, kusaidia katika ile mambo ya cash flow, ndio kuwe na purchasing power ambayo itasaidia kukuza uchumi wetu in terms of gross domestic product. Na vijana pia, nikimalizia katika swala hilo, lazima pia tujitume, lazima tujitokeze. Kama mheshimiwa huyu hangejitokeza, hangepigiwa kura. Ni kwa sababu alikuwa na riwaza, alikuwa na agenda na alikuwa na mpango na nao wa kuweza kutumikia watu wa Yata. So watu waliona ya kwamba yeye mpango wake unafaa, na kwa sababu kwa kujitokeza kwake na kama kijana na vile vile kwa wosia ama motisha kwa vijana wengine, ni lazima tujitokeze, tuseme kwamba mimi ninaweza fanya hili na lile. Na tukiweza ku explain agenda yetu vizuri kwa umma na kwa taifa, na vile vile hata serikali ikipata changamoto moja au nyingine, inakuja waziwazi na kuambia wananchi tunakumbana na changamoto hii ya fedha, lakini tunaweka mikakati fulani na fulani ili tuweze kutatua.
Na mheshimiwa, vijana wamevuna au hawajavuna katika miaka 10 ya ugatuzi? Kwa sababu tunaangalia masuala mengi ambayo yanawakumba vijana, ikiwa ndio idadi kubwa ambayo ipo katika idadi ya watu nchini Kenya. Wamevuna au hawajavuna? Huwezi sema hawajavuna ama wamevuna. Unasema hapo katikati. Naam, hawapo huku wala hawapo. Sababu kuna wale wamepata ajira kwa kaunti, kuna wale wamepata biashara, kuna wale wameweza kushirikishwa na kaunti kwa njia moja ama nyingine. Kwa hivyo huwezi sema kwamba ungatuzi hujawafaa ama hujawafaidi vijana. Umewafaidi, lakini labda si kwa kiwango ambacho tulitarajia waweze kufaidi. Kwa hivyo kuna mambo, na unajua nilisema nikianzia kwamba kwa any program, hii ni program mpya kwa nchi ya Kenya. Na ni program ama ni muradi tumeufanya kwa miaka 10. Sasa hivi ni wakati wa sisi tufanye ufuatiliaji na tathmini, monitoring and evaluation. Ndio uweze kujua nini liliweza kwenda vizuri, ni nini unahitaji kubadilisha, ndio tuwe na mwongozo na mpangilio mwema, tusije tukapoteza miaka ingine 10 tukuje kuzungumza tena baada ya miaka 20 ya ugatuzi. Naam, nikisalia kwako, kuna baadhi ya swala ambalo pia lilikuwa limezungumziwa na rais jana katika hotuba yake, ikiwa ni kutoa mamlaka kamili kwa magatuzi katika zile huduma ambazo zilikuwa zimegatuliwa lakini si kikamilifu. Nafikiri ikiwa mojawapo ni ile ya afya, ambapo tumeona changamoto nyingi katika huduma kama hizi. Huduma ya afya ilipogatuliwa, ilikuwa tumelifikiria kwa haraka swala hili, ilikuwa inafaa kugatuliwa kwa sababu tunaona vituo vingi vya afya vipo, labda havina vifaa vinavyohitajika, havina wahudumu wanaohitajika. Tungeboresha vituo vilivyopo, ama tulikuwa kuna haja ya kujenga vipya ambapo vitakuwa havina ukamilifu wa wahudumu na vile vile vifaa? Nafikiri swala ya afya ni swala nyeti, ni swala kubwa sana. Sasa kwa nchi yetu ya Kenya. Na kwa sasa hivi tunavyozungumza, afya ni kama imedidimia, nasema ime collapse. Na ungatuzi sidhani kama kulikuwa na umuhimu wa kuweza kudevolve mambo ya afya. Afya ingebaki kwa serikali kuu. Kwa sasa hivi kuna mambo mengi ambayo yanahitaji kufanywa. Ukienda madaktari, mishahara inachelewa, hospitali hayana madawa, na unajua bila afya ya nchi ikiwa ifanyi kazi ni kama una wananchi. Vivo vinaongezeka, tunazika watu kila siku, na kitu ya maana zaidi kwa nchi yote ni elimu na afya. Nchi zote ambazo zimeendelea, kwa sababu bila afya una wananchi, una watu na hamna nchi. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunafaa tukifikiria mara ya pili, tuangalie kwa nini afya, mambo kwa ungatuzi imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kama inawezekana afya irudi kwa serikali kuu. Edwin, maoni yako ni yapi kuhusiana na kugatuliwa kwa huduma za afya? Nafikiria ni kwamba swala ambalo yafaa tuzingatie ni capacity ya county governments kuendelea kustawisha agenda hii ya afya. Na miaka 10 sasa swala la afya limekuwa limegatuliwa, na maoni yangu ni kwamba tuweze increase capacities kwa counties kuweza kuendeleza agenda hii ya afya, kwa sababu kuna mazahanati katika areas ambazo ziko rural Kenya ambazo unapata kwamba dawa haziko kikamilifu. So tukiweza kuweka dawa pale na tuweke wauguzi ambao wamehitimu, na serikali kuu itoe mgao kwa counties wakati ufaao, haswa katika swala la afya. Na nafurahia jinsi mheshimiwa amesema, kwa maana afya ni swala ambalo ni la umuhimu sana. Wewe kuendelea sawa ama kupiga hatua kimaisha, lazima afya yako iwe shwari. Na mimi kimaoni yangu ninaona kwamba katika mgao ambao serikali kuu inatoa, lazima pia iendelee kushikamana na county governments ili to make sure kwamba kuna quality na trained staff, kuna medicine ziko pale zinapatikana kwa urahisi, na kuna mashirika ya kibinafsi mingi ambayo imejitokeza sana kuweza kusongesha gurudumu ama agenda la afya mbele. Unajua ukienda huku nje utapata mashirika kama Metisec Imaging Solutions zinatoa equipments kwa hospitals ili waweze kutibu watu, waweze MRI, laboratories zile za wamama kujifungua. So unapata kwamba
Metisek na wengine wamesaidia katika kusongesha gurudumu la afya katika maeneo mengi katika taifa letu. Na mwisho ni kwamba lazima pia vile mheshimiwa alisema tathmini ikue. Utendakazi huu baada ya miaka 10 tumefikia wapi katika swala la afya? Counties bado zina uwezo wa kuendelea kushikilia swala hili ama lirejeshwe nyuma? Lakini sasa ni miaka mingi sasa, kile ambacho yafaa tufanye ni kwamba tuone pale mahali kuna upungufu. Alafu serikali kuu itasaidiana pamoja na county governments kuona ni vipi tuweza kuwezesha uwezo wao ili swala hili liweze kufanikiwa hata zaidi. Naam, asante. Mheshimiwa, tunapozungumzia ugatuzi, nafikiri nia kuu na lengo kuu lilikuwa ni kumnufaisha mwananchi yule ambaye yuko chini na kuleta maeneo ambayo yameachwa nyuma kimaendeleo kuwa labda katika nafasi sawa na maeneo mengine ambayo yalikuwa yameendelea mbeleni. Hili limeafikiwa? Mwananchi ameweza kunufaika katika kiwango gani katika kugatuliwa kwa serikali hizi miaka 10 iliyopita? Tunaweza sema kwamba kumekuwa na mafanikio kidogo kwa mambo ya usawa. Kwa sababu kutoka wakati tulipata uhuru kama nchi from 1963 mpaka sasa hivi, kabla ugatuzi hujakuja, maendeleo mengi yalikuwa yanaenda mahali rais ametoka ama makamu wake ametoka, na sehemu nyingi zilikuwa zimeachwa nyuma sana. Sasa hivi kupitia ugatuzi kuna baadhi ya mambo yamefanywa. Tumeona barabara zinatengenezwa kidogo, tumeona sehemu fulani wameweza kuweka inaitwa nini, unapata kuna kama ni lightings, mambo ya masoko, vitu kidogo kidogo hapa na pale ambayo hayakuwepo wakati wa kabla ugatuzi. Kwa hivyo ugatuzi umejaribu kuleta usawa kidogo, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo tunahitaji tuweze kuyarekebisha ndio tuweze kusema kwamba ugatuzi ambao tunaufanya una manufaa kwa watu wote. Kwa sasa hivi kuna baadhi ya watu wamefaidi, wengi wamefaidi zaidi kuliko wengine. Na pia kama ni mambo ya mgao wa hela za ugatuzi, kukuwe na usawa pia. Kwa sababu ukiwezi linganisha sehemu kama Northeastern na Nairobi, mambo yote yako Nairobi. So ukisema zile ushuru ambao mnakusanya kama county ndio unategemea ile hela ambao utapata kama county, hapo utakuwa ni kama umeweka vitu kwa vipimo ambavyo havitoshani. Ni kama kuweza kulinganisha mahindi na maharage, utapata hizo ni vitu tofauti. So lazima uangalie kama ni county, hela unazipeana kukuwe na usawa. Labda uangalie mambo ya geography, eneo, ukubwa wa eneo, ama kama ni mambo ya population, utumie njia fulani ya kuweza kugawa ule mgao wa county. Lakini usiseme kwamba utagawa kulingana na ile hela ambayo inakusanywa kwa county. Tukiangalia swala la 30% ambayo inafaa kwenda kwa makundi maalum, wanawake, vijana, watu walio na ulemavu katika kuweza kuzalisha kwenye county, hili linafikiwa vipi? Nafikiri mheshimiwa pia atakuwa anatupatia mchango wake, kwa sababu afisi nafikiri za wabunge zina mchango mkubwa katika kuhakikisha hili linafikiwa. Tunaona kuna zabuni, tenders ambazo zinatolewa, na changamoto kubwa iliyopo katika vikundi vya kina mama, vijana na watu walio na ulemavu ni mtaji. Hawana hela za kutosha kufanya zile zabuni ambazo zinahitajika. Kungekuwa na mikakati gani ya kimaksudi ya kuhakikisha kwamba hii 30% inakwenda basi kwa maksudi kwa wale watu waliotazamiwa hata kama hawana uwezo? Ni swala ambalo linashikamana na sheria sana, na kama kungekuwa na scale down ya requirements itasaidia hawa vijana, kwa sababu unaona lazima wapitie ile process ya pre-qualification, lazima wapitie zile taratibu ambazo zahitajika katika utekelezwaji wa zabuni hiyo, kwa sababu kukienda mrama ama kuwe na dosari litakuwa ni suala la kupelekwa mahakamani. So vijana lazima wawe deliberate, kwa sababu ukitaka kufanya kitu lazima kwa mara ya kwanza uweze kukielewa, uelewe fika kwamba swala hili la zabuni lahitaji niwe na stakabadhi fulani na fulani. Na katika serikali nimejua ya kwamba kumekuwa na juhudi za kuweza kulegeza yale ama mahitaji ya zabuni hizi ili vijana wengi waweze kuhitimu, na serikali ikiendelea kulegeza jinsi ulivyosema deliberate effort ya kusaidia vijana kuweza kupata zile zabuni. So ikiwa 30% inakuwa 30% that is attainable, sio ile ambayo ina vikwazo ambavyo vijana kwa kawaida ama kwa kimsingi hawataweza. Na tutarudi tena kwa bunge na mheshimiwa ya kwamba lazima akienda katika bunge
asisahau ya kwamba vijana wanahitaji kushikwa mkono, lakini hata kama wanashikwa mkono lazima wajitokeze, lazima waonyeshe weledi na ukakamavu. Sababu pia yeye alisimama na watu ambao walikuwa wazito hata kumshinda wakati ule, but kwa sababu alijua cha kufanya, ndipo sasa yeye ni mheshimiwa kwa wakati huu. So ni sisi wenyewe. Ningetaka sana kupata mchango wake kama kiongozi na kama mbunge. Mikakati ya kimakusudi kutoka kwenu kama viongozi. Unajua sasa wakisema kwamba 30% ipewe vijana na walemavu na wengi hawana uwezo. Huyo ni kumaanisha wengi labda waende wauze. Wengi wanauza hizo kampuni. Wakipewa kama umempa ile letter of award, wengi wanaendanga wanauzia watu ambao wako na uwezo. Ama kampuni zao unapata stakabadhi zao zinatumika na walio na uwezo. Ama kampuni yao inatumika na walio na pesa. Kwa hivyo hiyo ilikuwa hatua ya kuweza kupea vijana ama walemavu, ni hatua mzuri. Lakini ile kitu tungefanya ni kuweza kuwa na mpangilio wa kuwa advance pesa. Kusema ukweli, kama una hela ya kufanya ama kuanzisha mradi, wezi ukipewa hata kama ni shule wezi jenga, utajenga na nini? So unapata vijana wakipewa ama walemavu wakipewa, wanauzia walio na uwezo. Kwa hivyo ile hela haitawafaidi. Na wengi unapata mtu ambao wako na uwezo wanafungua kampuni, anamtumia tu jina lake kwa sababu ni kijana, anatumia kama ni ID, kile kitambulisho anakitumia pale. Kama ni mlemavu, ile kadi amepewa na ulemavu inatumika pale. Kwa hivyo mwenye anafaidi ni mwenye kampuni na mwenye uwezo. Wewe utakuwa pale kama kushikilia tu, uwezeshe mambo yaende sawa. Kwa wale wakangue waseme kampuni iko sawa, lakini kazi ikifanywa unapata huyo achangii chochote. Wakimaliza kazi anapewa pesa kidogo, anaenda kama ni mtu wa kupiga starehe, anapiga starehe, inabaki hana chochote. Kwa hivyo ile wangefanya, ile inaitwa meaningful support. Ni kuwa na utaratibu wa kuadvance pesa. Akipewa ile kadi, ile kandarazi, contract, akipewa contract anapewa pia hela ya kufanya kazi. Kukuwe na mpangilio wa kuwa advance. Hiyo ndio unaweza kuwa umewasaidia. Lakini kumwambia 30% kwa makaratasi inaenda kwa vijana, 30% kwa makaratasi inaenda kwa walemavu, na wao wenyewe hawana ile capital ya kuweza kufanya kazi. Edwin, kuna fedha za ngafa ambazo zinatolewa bila kurudishwa, ni grant zile. Hili lingesaidia vipi? Kwa sababu kuna uwezo fund ambao zinarudishwa kwa asilimia ndogo na zipo tayari pale, na hivi vikundi vya vijana, kina mama na watu walio na ulemavu vimejiweka tayari kupata fedha hizi. Kwa nini kusingekuwa na mikakati ya kimakusudi wanapopewa fedha, either katika upande wa afisi ya mwakilishi wa kike za ngafa ama katika upande wa uwezo fund, wao wanaweza kuwa na mawasiliano na afisi kama za kina mheshimiwa za wabunge kupata hizi zabuni? Mikakati kama hii unahisi imepuuziliwa kimakusudi ama ikifuatiliwa inawezekana? Naam, nikitazama katika swala kama Youth Enterprise Development Fund, kuna ile fedha ambazo makundi huenda ama wanaruhusiwa ku apply directly, na kuna pia unaweza tumia mchakato wa special application. So special ni kama una swala ambalo unataka kulifanya na si ama linazidi the 100,000, kwa sababu ukienda Youth Enterprise Development Fund mgao wa kwanza ni 100,000 kwa kikundi, lakini ukienda special inaweza kuwa zaidi kulingana na kile ambacho unataka kufanya. Juhudi kama hizi zinaweza saidia katika vijana kuweza kutekeleza zabuni hizi, lakini sasa utapata pia the special route iko na caps. So unafanya ama hawezi toa pesa kiasi fulani. So kukiwa na this deliberate effort ambayo huenda ikatoka katika mgao wa CDF ama ikatoka katika Youth Enterprise Development Fund ama Women Fund, itakuwa inasaidia vijana hawa, kwa sababu kijana akipewa zabuni, na ni kweli jinsi mheshimiwa amesema, zabuni hii anataka 2.5 million. Huyu kijana hana hizo pesa, lakini ana the award letter. So kila atafanya atapelekea yule ambaye anayo. Lakini sasa kama CDF iko na mheshimiwa anaweza saidia yeye aweze deliver hii zabuni, na pia using some political patronage amsaidie zile fedha zitoke haraka, kwa sababu pia kuna kutekeleza zabuni na pia kungoja kusubiri kulipa. Akimsaidia na hiyo political patronage ili fedha zake zilipwe haraka kabla aende into a situation of financial ruin, itakuwa inamsaidia kupiga hatua, kwa sababu taifa letu halina uhaba wa mikakati. Kile ambacho tumekuwa tukikosea ni nia. Tunataka kutenda ama hatutaki kutenda. Na
zile fedha ambazo zinatolewa, unaona, zinaweza saidia vijana wetu sana. Na katika ule ubunifu ambao vijana wako nao, ukiwapatia zabuni hizi, hata iwe tu ile ndogo, atatekeleza kwa ukakamavu na ustadi ili aweze ongeza hadhi yake ama ile profile ambayo itamsaidia kwenda kutengeneza zabuni nyingine. Ni waheshimiwa hawa akiongea na rais kule, wakipatana katika ile makundi, wanawaambia rais, tukiongeza mgao huu hapa itasaidia hawa vijana katika kutekeleza hii 30%, kwa sababu 30% kwa kiasi kikubwa kimekuwa inaonekana kwamba iko katika maandishi tu, lakini uhalisia unakuwa tofauti. Maana kuna utofauti kati ya uwezo na nia. Vijana wana nia lakini hawana uwezo. Na uwezo huu ukipatikana kupitia kwa afisi ambazo tumeweka za umma, kama vile wabunge, ma governors, ma MCAs wote, na rais, watakuwa wanasaidia vijana kupiga hatua. Kwa sababu enda katika vyuo vyetu vikuu, enda katika vyuo anuai, utapata ubunifu ambao serikali kuu na serikali za kaunti zikiweza kuchukua, itakuwa inasaidia taifa kusave a lot of money ya kutekelezwa ama to render services. Hata ukiuliza mheshimiwa vile akienda kule kwa constituency yake, kuna vile incorporate pia vijana wengine, atapata urahisi zaidi wa kuretain kiti chake, unajua, kwa sababu sasa atakuwa amepata more innovative ways za kuweza kuwin votes na kuweza kudeliver services kwa watu. Na mheshimiwa, swala la kuwezeshwa kama afisi, tumeona ugatuzi umetimia miaka 10, tunaendelea kuhesabu miaka mingine 5 ikikamilika tutakuwa tumefika 15 na kadhalika na kadhalika. Lakini je, kuwezeshwa kwa hizi afisi baada ya kugatuliwa kwa serikali ni kwa kiwango gani? Afisi kama ya mbunge imewezeshwa vya kutosha kukabiliana na changamoto ambazo tunaziibua zinazowakabili vijana na yale makundi mengine ya walemavu na wanawake? Ukiangalia afisi ya mwakilishi wadi imewezeshwa vya kutosha, ya mwakilishi wa kike imewezeshwa vya kutosha. Masuala kama haya yako kwenye kiwango gani? Nafikiri kwa mambo ya mbunge, hela ya mbunge unaweza sema pale ni kama hapo serikali walipatia kwa mambo ya CDF. Kwa sababu kwanza CDF hakunanga kuchelewesha pesa. Ukifanya kama umepewa kandarasi, umefanya kazi, imekaguliwa iko sawa, unalipwa pale pale. Lakini tukiangalia mambo ya county, watu wengi walikuwa wanafanya kazi, mtu anamaliza mwaka wa kwanza, wa pili, bado unaomba pesa, hujalipwa. Mpaka contractors wengi wakaweza, hata wengine wakafilisika, wengine wakafariki, wakapelekwa hospitali, mambo mengi kama hayo. Ukienda kwa mambo ya uwezo fund, ile huyu jamaa amezungumza, ile hela ambayo imetengwa uwezo fund ni hela kidogo sana. Kama naweza kupea mfano, kama constituency yangu, uwezo fund sasa hivi iko na kama milioni 10. Wale watu ambao population ya my constituency ni watu karibu 400,000. Vikundi vya kina mama tunakaribia malaki ya vikundi, ama kuweka ukiwaunganisha wote ni vikundi vingi. Ile hela ambao wanapewa na uwezo fund ni kama 100,000. 100,000 na uombe kazi ya kandarasi ya kujenga huwezi pata. Hiyo ni capital ambayo ni kidogo sana iweze kugharamia hata kulipwa ile inaitwa first certificate. Sasa wakipewa ile 100,000, labda waanze mradi wa kununua kuku, ambao pia kuku ina changamoto yake, inataka malisho, vitu kama hizo. Wakinunua kama mradi ule, kama kwangu niliwashauri kwamba kuna hivi soko vya unapata ni soko za wanyama, livestock. Labda umeenda soko fulani umenunua ng'ombe kama kikundi. Mkienda kwa ile soko nyingine mnaweza kuuza ile ng'ombe kwa faida. Ile faida mnaweza tumia kufanya mambo yenu kama kikundi. Ile hela ambao mlikuwa mmeitumia muendelee zaidi. Ndio muweze kuzalisha ile hela, muweze kulipa. Lakini vikundi vingi kwa sababu ya matatizo ya maisha, unapata ile hela wakikopa wanaitumia labda kwa njia nyingine, wanashindwa kulipa. Lakini mimi ningeshauri serikali, kwanza mambo ya uwezo fund waangalie, waongeze hela. Ile hela ambayo inapeanwa pale ni kidogo sana, iweze kugharamia mahitaji ambayo wananchi wako nayo. Tukienda kwa mambo ya CDF, mimi naweza sema kama sasa hivi pesa ya CDF 100% inaenda kwa maendeleo. Mbunge hawezi tumia ile hela kulipa mishahara. Hiyo ni tofauti na pesa ya county. County inaenda kugharamia nini? Mishahara. Pesa ya CDF yote inaenda kwa maendeleo. Na ndio unaona sasa hivi kwa constituency 290 hakuna mahali sasa hivi huwezi sema kuna mradi
wa CDF, mashule, kuna mambo ya maballs ambazo yalichimbwa ikafaidi wananchi, constituencies zote za nchi. Na huo ni mpangilio ulioletwa na rais ambaye alifariki, hayati mzee Mwai Kibaki mwaka wa 2002. Ukiangalia mambo ya ungatuzi, kuna mambo unayaona, lakini mengi ni maofisi. Uliona viti vinanunuliwa milioni 1 na 2, kiti ya kukalia, vitu kama hizo. Tena kuna swali moja uliruka, nilikuwa nataka kukuambia mambo ya afya. Tulikuwa tunaijadiliana kwa nini kumekuwa na tatizo, tunasema ipelekwe kwa serikali kuu. Sasa hivi kuna siasa zinafanywa na unapata governor mara nyingi anaweza pingwa na MCS. Waseme kama utufanyii hili hatutapitisha ile budget. Sasa pale wewe hesabu ama fikiria, hapa kuna mambo ya kulipa daktari mshahara wake ucheleweshwe kwa sababu watu wanapingana kwa kaunti. Ndio budget iweze kupitishwa, aweze kulipwa, ama dawa zichelewe kununuliwa. Kwa sababu MCS wamesema kama utupeleki trip labda Mombasa ama somewhere hatutapitisha ile budget. So kuna mambo kama hayo. Na ndio tunasema afya na mambo ya usalama, hizo ni vitengo ambazo ni za umuhimu sana kwa nchi. Sio vitu ambazo unaweza zipelekwa kwa mambo ya kisiasa. Watu waanze kupigana kisiasa, vitu vimecheleweshwa na watu wanatarajia huduma. Mtu akiwa anaumwa anataka huduma papo hapo. Hakuna muda wa kusubiria. Na nafikiri pia huduma nyingine muhimu ni ya elimu, ambayo tumeona kumekuwa na changamoto hususan katika ile ngazi ya chekechea, elimu ya chekechea ambayo imegatuliwa kikamilifu, lakini tumeona walimu wa chekechea hawalipwi ama mishahara yao ni duni, na pia wengi wanafanya kazi bila kuwa na ile mikataba ambayo inahitajika. Kwa hivyo pia inakuwa inaleta changamoto zaidi. Nitakuwa nalizungumzia hilo pia, lakini kwa sasa hivi niruhusu nizamie kwenye taarifa hapa ambayo imeibuka. Vile vile pia nitakuwa naangalia swala la iwapo alilizungumzia mheshimiwa la kuwepo kwa mvutano kati ya viongozi wale wa chini wa ngazi ya wadi na magavana. Ni kukosa kujua majukumu ama ni ubinafsi? Pia tutakuwa tunamalizia na hoja hizo. Lakini kwa sasa gavana wa Tharaka Nithi ambaye ni mwenyekiti wa afya katika baraza la magavana, Muthoni Njuki, ameshinikiza serikali kulisaidia shirika la usambazaji dawa la KEMSA ili kuondolea changamoto kaunti ambazo hazina dawa za kutosha. Tupate taarifa hiyo kwa sasa. Service delivery for economic growth in Kenya. So you have these handbooks. I hope you have them. On page 25, we have the COG has done, our county governments have done, in terms of positioning primary health as a wealth nation, right? So evolution conference will not have it if we not talk about it. We need to capitalize KEMSA. We bail out even sectors of this economy in Kenya that may not have direct impact to health, like Kenya Airways, sugar factories, and so on and so forth. I don't want to go on with the list. Why can't we bail out KEMSA so that we can have enough resources to be able to take care of the needs of the counties and the other demands by the private sector and the faith-based organizations. Naam, kwa kumalizia kwa sababu ya muda nikirejelea mazungumzo yetu, swala aliloliibua mheshimiwa la kuwepo kwa mvutano tumeiona tangu mwanzoni mwa ugatuzi. Mara gavana yupi anataka kungatuliwa kitini, wakilishi wadi wametaka kumuondoa naibu gavana na masuala mengine kama hayo. Ni kukosa kujua majukumu yao ama tatizo linakuwa lipo wapi? Kwa muda mfupi tu alafu tumpatie nafasi mheshimiwa aweze kuchangia. Nafikiria ni swala ambalo ni serving a political end. Wakati mwingine MCS wanahitaji vitu ambavyo haviwezi kutekelezwa, ama wanahitaji fedha, wanahitaji gavana aweze kuwaruhusu waende katika trips za ngambo, si hata for benchmarking bali waweze kujivinjari na kupata zile allowances. So unapata migogoro ambayo inakumba kaunti zetu kwa wakati mwingi huwa zinaletwa na shinikizo za kisiasa ama shinikizo za kutaka fedha nyingi for private gain. Na utataka kukumbuka Governor Wambora ambaye alikuwa na maisha marefu sana ya kisiasa, na alikuwa anatolewa kwa ofisi anarudishwa, anatolewa anarudishwa. So magavana lazima wakuwe na msimamo dhabiti ya kwamba tutatekeleza majukumu yetu kulingana na sheria na katiba ya Kenya,
na waambie wa MCAs ya kwamba majukumu yenu kama county assembly members ni uzingatie oversight, urepresent watu wako na utetee constituency yako pale. Na wakiweza kustick kwa the rule of law and what the law inasema, tutakuwa tunapunguza migogoro hii, kwa sababu hata ukitazama migogoro ambayo imekuwa katika county haijakuwa na ile uzito wa kisheria kuweza kusema kwamba hapa kuna shida. Utapata kiundani ni issues za salaries. MCAs wanasema tunataka mishahara yetu iongezwe, lakini hawasemi na sisi tunajitahidi kuweza kuendeleza service delivery kwa watu wetu kwa njia hii ama njia nyingine. Kile ambacho wanapigania ni mishahara yao, na wakati ambapo wanafika hapo gavana anawaambia kulingana na fedha ambazo tunazo itakuwa vigumu kuongeza mishahara hii, na hapo sasa ndipo wanaambia gavana sisi tuko na uwezo wa kuweza kukungatua mamlakani. So unapata gavana amekuwa impeached by MCA just from nowhere, and governor sasa anaenda Senate kwenda kujitetea, huenda karejeshwa, lakini sasa tayari ile hali ya goodwill tayari ishaharibika, kwa sababu sasa gavana ameanza kuishi kama ndege wa angani. Anajua hawa watu wanaweza tena kunibandua wakati mwingine. Na mheshimiwa, maoni yako ni yapi kuhusiana na migogoro hii, na iwapo basi kukubali kwa rais kukutana na wakilishi wadi, ambao nafikiri ni kwa mara ya kwanza, sijui itakuwa inapumzisha fujo hili ama itakuwa pia inaendelea kuliongeza zaidi kupamba moto? Nafikiri ndio tuweze kujaribu mambo ama tuweze kutatua mambo ya hii migogoro, tunabidi tupige msasa kisheria. Tuweze kuleta tutofautishe kazi ya manjia za kuweza kuimpeach mtu njia gani. Kwa sababu wakati huu unapata governor ni kama amechukuliwa hostage. Wengi unapata wana sauti. Anaogopa wakilishi wa wadi wanaweza mtoa. Kwa hivyo ndio waweze kuwa pia na imani ya kufanya kazi. Lazima sheria iwe wazi. Kama sisi hatuwezi simama tu leo tukasema wataka kumtoa rais. Lazima kuwe na utaratibu ambao unafuatwa. Na hayo ndio mambo yanahitaji kisheria tuweze kupiga msasa kidogo, tuweze kuwapa nguvu, kama tuweze kuwatetea magavana wengi. Kwa sababu unapata kama mahitaji ama demands ambazo zinaletwa na wawakilishi wadi mara nyingi inaweza kuwa imepita kiwango ambacho governor ana uwezo. Na wengi ndio umeona wanampeleka governor kwa impeachment, mara governor anataka kuwafurahisha, anajaribu kuwapa vitu kidogo kidogo hapa na pale, na pia inazulisha mambo, kwa inafanya mambo ya county ama utekelezaji wa kazi unaweza kuwa umekamatika pale ama umeenda kwa kiwango cha pole ama kwa mwendo ambao ustahili, kwa sababu kwa iko mambo ya hayo migogoro ambayo tumekuwa tukiyaona kwa county. Naam, kwa sekunde moja kila mmoja kuhusiana na manaibu gavana. Pia tumeona kukiwa na wakati mwingine ule uhasama baina ya gavana na naibu. Ni kukosa majukumu ya kutosha ama tatizo linakuwa liko wapi kwa sekunde moja? Kumekuwa na migogoro kati ya magavana na manaibu wao. So hawa wanaingia afisini na hawana ile elaborate portfolio ambayo itamweka on toes ya kufanya kazi. Sasa anasema sisi manaibu wa magavana ni kusoma gazeti na kukaa pale, lakini sasa anasahau ya kwamba yeye ni msaidizi, principal assistant to the governor. Na wakati ambapo we cannot have two centers of power. Hatuwezi kuwa na mheshimiwa wa Yata na naibu mheshimiwa wa Yata, ni mheshimiwa wa Yata. So naibu governors lazima wajue wakati huu kuna gavana. Kama yeye anataka kuwa gavana, atoke kwa kiti, angoje uchaguzi ufike, aende agombanie kile. Lakini ukishaamua ya kwamba tunataka kugombania kiti hiki, mimi niwe gavana wako, naibu wako wa gavana, akubaliane na vile katiba inavyosema ya kwamba utakuwa msaidizi wa gavana na awe na ushirika mzuri. Kama hauna good relation na gavana italeta shida. So wakubaliane na ile nafasi yao ambayo wanayo ya naibu gavana na asaidie gavana kutekeleza mambo, itakuwa rahisi. Na mheshimiwa, tatizo lipo wapi? Wanakwenda kwenye safari ya kutafuta kura pamoja, wanaingia kwenye kiti kama kitu kimoja, kisha baadaye kunakuwa na utata. Ni majukumu yaongezwe. Tumeona rais alitaja majukumu kuongeza kwa naibu wake. Nafikiri wanapokuwa labda wako busy sana inakuwa ni vigumu kukaa na kuanza kuangalia zile dosari ambazo zipo kwenye uongozi wa yule aliye juu yake. Nafikiri katiba iko wazi. Naibu na gavana na majukumu yake yako pale kikatiba. Kwa hivyo huwezi sema hana majukumu. Majukumu yapo, lakini wengi wanaenda ni kama wanataka kuchukua kiti cha gavana. Unapata ni kama
ni kama viongozi wawili ambao wanatoshana. Sasa ukiwa naibu unafaa kujua wewe uko pale uweze kufanya kazi ya gavana ikuwe rahisi. Lakini sio kwenda pale unakuwa ni kama wewe ni gavana mwingine, unaona. Mambo mengi yanaanza pale, na pia kwa kikatiba mahali ambapo hatukuweza kuweka sawa ni mambo ya bajeti. Unapata ile control, tunaweza sema kama ni governor anakuwa na asilimia kama 70. Na deputy anaweza kuwa na asilimia kama 30, lakini kikatiba hayo hayakuwekwa. Ni mambo ya wao wenyewe waweze kukaa chini waweze kujadili. Lakini mara nyingi unapata naibu wa governor wengi wanakuwa wanataka kupigania, ni kama yeye pia anaona yeye ni kama governor. Na ukikuwa na two centers of power inakuwa ni ngumu watu kuweza kufanya kazi pamoja. Ni kama hata kwako nyumbani, mama na baba. Kama mama ameanza kufanya kazi baba anafanya, wameanza kuona ni kama wanatoshana, hiyo nyumba itasambaratika. Na hapo ndio kuna tatizo kubwa. Naam, asante mheshimiwa. Mtazamaji, alikuwa ni mheshimiwa Basil Robert ambaye ni mbunge wa Yatta. Asante sana kwa kuja na kwa muda wako. Naam, na vile vile nilikuwa nimemhusisha Edwin Kegoli ambaye ni mtaalamu wa sera na mchanganuzi wa masuala ya siasa. Asante sana kwa kuja na kwa muda wako. Asante. Nami mtazamaji nitakuwa nakomea hapo, ila nakusihi uendelee kusalia kwenye KTN News. Tutakuwa tunarejea kule kwenye mji wa Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu muda wote kutoka sasa, tukiendelea kutupa jicho kule kufuatilia kwa karibu kongamano linaloendelea kule, ikiwa linatarajiwa kutamatika kesho, tukisubiri kwa hamu na hamu kupata ile hotuba ya kiongozi wa upande wa upinzani Raila Odinga, na vile vile mengine mengi tu ambayo yanaendelea kujiri katika kongamano lile linalohusisha viongozi wa magatuzi 47 na maseneta na pia viongozi wa kimataifa vile vile wakiwa pale, na kuendelea kufuatilia safari ya miaka 10 ya ugatuzi. Nimekuwa kwa hadi ya Mwasiwa, akiridhia Maulana. Kesho pia ni siku.